anahitaji kufanya kazi ya Mungu. Huduma ndio msingi wetu wa 11. Tunaamini kwamba huduma ya kimungu pamoja na utumishi uliopangwa na maandiko unatolewa na Bwana wetu kwa makusudi. Sisi hapa tunafundisha mtu akue, aanze kumhudumia wengine. Pale kwa jirani yako uwe mhudumu, kwa rafiki yako uwe mhudumu. Kwa hiyo sisi hatusubiri kama mchungaji ndiye anayehudumu. Ukishaokoka tu, ukishazaliwa mara ya pili, ukajazwa Roho Mtakatifu, inabidi uanze kuhudumia. Amina. Huduma ya kwanza ni kushuhudia. Naomba tusome maandiko haya. Wakati wa kwanza 12 mstari wa 12, soma haraka. Ila aliangalia tusome Warumi 12 mstari wa 8. Sikiliza vizuri. Mwajua ya kuwa mlipokuwa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizonena kama mlivyoongozwa. Kwa hiyo nawaarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana, isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, basi Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidia. Kila mmoja hapa umepewa, kuna kitu cha kutusaidia sisi. Kila mmoja. Nasema huyo ameomba leo amepewa. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho. Mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Jamani, amina. Anasema kama mwili ulivyo na viungo vingi, kila kiungo kina kazi yake. Kwa hiyo sisi ni viungo vya Yesu. Katika mwili wa Yesu tunafanya kazi. Wengine anafanya miujiza. Sisi tunafanya hawajielewi. Mimi mchungaji sio anatenda miujiza. Wewe uko na matendo ya miujiza. Wewe sema tunaongea watu tunawekea mikono, watu wanapata afya. Sawa? Yesu anatukuzwa, sio mchungaji anatukuzwa. Yaani wewe unahuduma ya kwako kwa vile Mungu amekupa. Hakikisha unahuduma, unafanya kazi ya kufanya. Jamani, amina. Tusome tena Warumi 12. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Mstari wa 3. Kwa maana kwa neema niliyopewa nakwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Amen. Kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na kila mmoja
kwa mwenzake, kila mmoja kwa mwenzake. Mstari wa 6. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema iliyopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha katika kufundisha kwake; mwenye kuonya katika kuonya kwake; mwenye kukirimu kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa bidii; mwenye kurehemu kwa furaha. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma. Tuwemo katika nini? Maana kila mmoja ana kazi yake. Hawezi kusema mimi sio mwili kwa sababu mimi. Kila mtu ana kazi yake hapa. Huduma yako inahitajika sana kwa Yesu. Kila mtu hapa ni mhuduma wa mwenzake. Jamani, sawa? Anasema sasa kuna